Bruno Guimaraes ameelekea Arsenal na amekwisha tua, amesha saini kila kitu. Pale kwenye safu ya kiungo ya Arsenal kuna Martin Zubimendi, kuna Declan Rice, ukipanda huku juu kuna Martin Odegaard, kuna wengine pia. Ni namna gani ambavyo Arteta atawatumia hawa wote, ama unaona kuna mmoja atamdrop, na kama kuna mmoja atamdrop ni nani ambaye atamdrop? Kwanza kuwatumia wote inabidi una akili kama Pep Guardiola. Yaani viungo wote hao walikuwa nao alafu wote wapate nafasi katika kikosi katika mchezo mmoja. Ni akili kubwa sana natakiwa mwalimu awe nayo. Cha kwanza ni hicho. Na hii tumeona mara kadhaa katika timu kama Spain, lakini vile pia timu kama FC Barcelona, kipindi cha Pep, Manchester City. Kuna wakati alikuwa kocha kama Guardiola anaanza na wachezaji kama vile kiungo wa Sibia kama wachezaji 7 wote ni viungo. Je, hilo kwa Arteta ataweza? Kwa falsafa ambayo tumezishuhudia mara kadhaa kifanyika, jambo ambalo unakuja kugundua kwamba wakati fulani ni ngumu kwa sababu ya Arsenal, lakini Arteta mwenyewe, lakini pia ni aina wachezaji ambao walikuwa nao katika baadhi ya maeneo katika kikosi chake cha Arsenal moja kwa moja. Mimi naamini kuna wachezaji huenda wakaja kidogo ka drop kwa sababu ya ile kasi na ubora wao walionao. Kwa msimu huu Zubimendi, msimu uliopita ilikuwa ni injini muhimu katika kikosi cha Arsenal, na hata haya mafanikio ambayo tuliyashuhudia kwa msimu uliopita yeye mmoja wapo wachache, kwa sababu msimu nyuma tunakumbuka wakati anacheza Thomas Partey, anacheza pamoja na Declan Rice pamoja na wachezaji wengine kama Jorginho, Arsenal tulikuwa tunaona inaombwe katika eneo lile, hasa ile energy, lakini utimamu na ufiti wa moja kwa moja wa wachezaji. Alikuwa anakosekana Thomas Partey mara kadhaa, akicheza Jorginho naona kidogo kuna upungufu, lakini baada ya kumpata Zubimendi katika eneo lile ni kama alienda kuongeza kitu. Kwanza amecheza katika asilimia kama 80 ya mchezo yote ya Arsenal wamecheza msimu uliopita. Kwa hiyo inakupa picha kwamba uwezekano wake yani kuweza kupatikana uwanjani kuweza kuchangia sana mambo mengi katika timu ya Arsenal. Lakini ule muundo wa timu jisipokuwa aliweza kuweka balance nzuri sana kwa upande wake yeye pamoja na Declan Rice. Alimwachia Declan Rice nafasi ya kupanda mbele popote na kuvuruga maeneo yote, yeye akiwa baki katika eneo la chini akiwa analinda timu. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho naamini pia kwa asilimia kubwa sasa kwa msimu huu maswali yatakuja hapo kwa upande mzima Arteta. Je, aendelee na huyu au vipi? Lakini wakati huo namleta Bruno Guimaraes ambaye ni kama pia sifa zake na Declan Rice zinafanana. Yaani wote ni kama box to box midfielder. Je, itawezekana vipi? Wakati huo pia Declan Rice kidogo na kitu kimoja na nazungumza kwa upande mzima wa mchezaji kama huyu Bruno Guimaraes ana nafasi kidogo pia kwamba labda anaanza kumweka kama DM acheze kama defense midfielder wakati huo ili atengeneze balance, au anza kaamua kuwachezesha wote katika eneo hilo la central midfielder wawili kwa upande mzima ya double pivot. Juu yao atacheza captain wao Martin Odegaard. Huenda akaamua kuanzisha hivyo kwa sababu ya ile balance ya timu, kwa maana kwamba namna anavyocheza Declan Rice na anavyocheza Bruno Guimaraes, Bruno G, kuna tofauti ambao unaweza kuona hapo, licha kwamba kimajukumu unaweza kuona wote wakacheza katika level ambayo ni sawa moja kwa moja. Lakini kwenye hicho ukiangalia sasa ni kama umeongezeka wigo wa timu na strong wachezaji, machaguo yamekuwa ni mengi katika kikosi cha Arsenal. Lakini sasa utumikanaji wake uwanjani itakuwaje? Hapo tunahitaji tuione akili kubwa sana ambayo ukitazama kwa mimi ninavyoona kwamba kwanza nachokiona hapo huenda pia dau likaja kuhukumu Zubimendi asije kuanza. Dau ambalo limenunuliwa Bruno ndio aliipe. Wanasema pesa nyingi haikai nje kabisa. Hiyo ndio maana kuna wakati fulani tunamuona licha kama Florian Wirtz wakasema hivyo, wakati pia kuna Manchester tukaona Pogba kunaanza kwa sababu ya madao ambayo kuja wamesajiliwa. Lakini hata kuna wakati fulani tulikuwa tunaangazia mfano kwa Arsenal, labda unaweza kusema labda ni kwa sababu ya labda injury ya Gabriel Jesus katika eneo lile, lakini bado tulikuwa tunamuona na kuanza Kai Havertz ambaye ni 75 Chelsea kuja Arsenal akawa anaanza mara kwa mara pale mbele. Kuna wakati mtu akasema bwana ni mfumo wa mwalimu. Hapana, kwa kifani kuna kuja ile kwamba umemnunua huyu kwa pesa hii. Kwa nini unamweka nje? Maswali yanakuja mengi. Kwa nini unamweka nje? Kwa hiyo naamini pia hata kwa hii kwa Bruno G kwenda Arsenal huenda kumsababisha Martinelli na mtu kama Zubimendi nafasi yake kidogo ikapungua kupatikana uwanjani kwa sababu ya hiyo dau. Lakini naamini huo wigo ambao wana Arsenal wengi wanatamani kupata kwa wakati wanaenda kupata kwa sababu ya matumizi. Lakini tukumbuke walimweka Mikel Merino, walimsajili pia ambaye tutegemea awe anacheza chini, lakini amekuwa pale chini hawezi kuofa, inabidi apandishwe juu zaidi. Amekuwa ni kama wanasema mchezaji ambaye ni wa pili ikitokea kama timu inataka kutumia mipira ile ya cross, mipira namna gani ambaye ni mzuri katika ile eneo. Kwa hiyo ni jambo ambalo moja kwa moja naamini pia kwa wakati wa Arsenal ambapo wanaenda kwa msimu unaopita unaokuja
machaguo hayo yanaenda kuwasaidia hapo, lakini bado naona kuna umri kwenye eneo lao la ulinzi. Kuna haja ambao kuna vitu ambavyo watakiwa waweze kuongezea moja kwa moja ili waweze kumchagia, lakini maswali yako mengi sana. Je, bado ni kwa Arteta ataweza vipi kuwatumia hawa viungo ambao nao kwa wakati huu? Ni swali kwa Arteta namna gani ya kuwatumia Bruno G, Declan Rice, lakini pia kuna Martin Odegaard, lakini pia tusimsahau ni mnamzungumzia Zubimendi, lakini pia tusimsahau Merino pia ambaye